tuseme hizi ndio dharau, ama upako wa penzi umekuishia, ama tuseme mshumaa umepoteza thamani yangu baada ya umeme kuwaka. Kwamba hata hiyo pete ya ndoa kidoleni mwako si mali kitu kwako. Sawa, nimekuelewa. Labda huu ni uendelezo wa drama. Pengine huu ni ujumbe unaonitumia kwa vitendo kuwa unaitaka talaka kwa udi na uvumba. Hata kama hunipendi tena, hata kama kwako sina makali mfano wa joka la maonesho, wala ungechagua kuniheshimu tu. Kama siwezi kukuita malaya, ufanane na wale kunguru waliogoma kufugika, wasio na kiota maalum. Nasikitika kuona kuku umekata kamba kuwafuata majogoo. Matokeo yake umefanyika kuwa kitoweo cha wafugaji na wachuuzi. Binafsi, kila nikikaa huwa nawaza, hawa mapacha walionizalia wanajifunza nini kupitia fujo zetu? Labda wakikaa wanashuhudia baba yao nikiburuzwa. Kila siku wanawaona ndugu wakikusanyika nyumbani kusuluhisha madudu ya ndoa ya wazazi wao. Wanashuhudia mama yao ukirudishwa nyumbani usiku, tena usiku mnene, ukiwa unashikwa kiuno na mwanaume mwingine asiye baba yao. Wakiwa wadogo tayari wameshashuhudia kila kitu, kila aina ya nyufa inaozuka kupasua familia vipande vipande. Ya Rabbi, nilinde wanangu. Hivi haya ndio matokeo ya uhuru uliokuwa ukiutaka? Uliposema hutaki kubaki kuwa tegemezi, ulimaanisha unataka kufanya kazi itakayokurahisishia mchakato wa kukutanishwa na wanaume wengine? Sawa, jaribio lako limefanikiwa. Nataka nikwambie kwamba baada ya usiku huu nitakupa kile ukitakacho. Nitakupa uhuru, utaishi ukijiongoza kwa katiba huria kutoka serikali ya kichwa chako. Sitakuwepo tena maishani mwako, utaendelea kuvinjari uwezavyo. Hata ukitaka kuolewa tena, sitoleta pingamizi. Hiyo Allah. Kwa kuwa umechagua utengano, sitoilazimisha amani. Sheria za msituni zinasema, alichagua kuwa adui, usimlazimishe kuwa rafiki. Sitangaze vita hata hivyo. Lakini tangu sasa, unatakiwa kufahamu kwamba hatutakuwa kama zamani. Chukua hiyo. Hatutakuwa kama zamani.